Binti. Naona kama Ndio kataja jina lako? Mimi hapa. Mimi naitwa. Basi. Nadhani kuna kitu. Nadhani kwenda nimefananisha. Unaweza ukaenda binti. Unaweza kaenda. Hii dunia hii ila nitalimaliza. Unajisikia sasa hivi? Najisikia kidogo afadhali. Kwanza kidogo. Mimi kama nilivyokuambia mwanzo, mimi nataka kukupenda sana. Na miongoni mwa wagonjwa ambao wameshakupeleka kwenye hospitali yetu, wewe ni mlimwende. Wewe ni mzuri. Una uzuri wa namna yake. Sawa daktari, nimekuelewa. Sio ngesubiri nipone. Mambo yote yataenda sawa. Umeshapona. I am professional. Unasikia, na nikupe tu za chini. Matibabu yote nitayagharamia mimi mwenyewe. Sawa daktari, nitashukuru. Naenda nitapona. Utaenjoy. Hauna sababu ya kushukuru zaidi kwa sababu kuna mazuri yanakuja. Mpaka utakapokubali umependa. Sina shaka, mimi najua ushakupenda. Aiyo. Ndio shaka kwa hiyo. Ndio. Kwa hiyo ungependa kuona kitu gani? Jisikii kwa chochote. Kiwaje? Hapana, sijisikii kula chochote. Bwana. Mbona kwa ajili yangu basi. Amejisikia. Sasa ngoja nikafanya shughuli nyingine hapo. Samahani daktari. Kwani upo kwenye kitengo gani? Niko famasia, mambo ya madawa. Lakini tumekosa kule na napenda sana kushinda kwenye moto alikula kijana wangu yupo. Nikosa huko. Asante. Pumzika. Yeah. I love you so much. Chandimu, najua utaona na kusumbua. Hujui jinsi gani ninavyoumia. Nakupenda mimi, mpenzi wako Janet Chandimu, naomba unielewe basi. Kumbuka hata kidogo. Unafahamu moyo wa binadamu? Moyo wa binadamu ni ogani pekee ambayo Mungu ameiumba akaificha na mifupa pamoja na nyama za kutosha ili siweze kuzulika kwa chochote kile. Lakini sisi binadamu kutokana na ukaidi wetu tunaumiza moyo kutokana na maumivu ambayo tunajipa sisi wenyewe. Mimi nakuona wewe ni kama vile chanzo tu cha maumivu yangu. Kwa sababu kila siku ninapokutana na wewe nimejaribu sana kukuelewesha na kukwambia kwamba usipende kunitajia jina la Janeti. Tena kwa kujitambulisha eti wewe ndo Janeti mwenyewe. Mapenzi. Zamani kipindi mdogo nilikuwa nikisikia nyimbo za wasanii wakiimba kuhusu mapenzi, nilikuwa sielewi kuhusu chochote kile. Lakini sasa najua mapenzi ni kitu gani. Mapenzi ukitaka ya kuumiza yanakuumiza sana dada yangu. Lakini pia mapenzi ukitaka uyapende na yakunenepeshe yanakunenepesha sana. Mimi Janeti kwa sasa hivi naona ni chanzo tu cha mimi kukonda na kuumia kwenye maisha yao. Kwa hiyo sipendi na ninakuonya wewe mwanzo na mwisho wewe kukutana na mimi na ukaanza kunitajia huyo mtu Janeti. Kwa sababu nakiona kabisa kidonda changu ambacho nilikuwa nakiguza kwa muda mrefu kinaanza kupona. Hufanani kwa chochote kile na Janeti. Sio kimo, sura, wala mwenendo wako dadangu. Sawa,
wewe unaweza ukawa ni mwanamke mzuri sana na unayevutia kuliko hata yule Janeti. Lakini siwezi kumsaliti Janeti kwa sababu ni mwanamke ambaye nilitokea kumpenda sana. Lakini tayari ameshaondoka kwenye maisha yangu. Hivyo nakuomba tu dadangu, uniache niishi maisha yangu kwa uhuru. Shanti, najua huwezi kunielewa. Naumia unaponikata kila siku. Chandi, mimi ni Janeti mpenzi wako. Chandi, ni mimi Janeti. Siwezi kukuelewa. Naomba uniache. Nilijua utaniacha. Nilijua utaniliza. Sikujua kama siku itafika. Utarejea na kujiliza. Ya nafsi iliuliza moyo, mpaka lini utamliza macho? Kwanza, unajua zamani ilikuwa sijui kama wanawake wazuri wanaumwa. Mwenzako kimbelembele changu nimeingia kule odi namba 4 kule, nimekutana na bonge la demo mwanangu afu anaumwa. Yule mwanamke nilipomuona tu mwenzako vipele vya baridi vikanitoka. Yule mwanamke nimetokea kumpenda. Na hapa ninachokifanya hapa, nataka wewe ubaki hapa Mochwali, mimi niende kule nikamtongoze awe demu wangu. Bravo. Umesema odi namba ngapi? Namba 4. Kijana, unapokayaga wenzako tumelala. Unamaanisha nini? Yaani nimeshamtongoza, nimempanga, ina maana akipona nampeleka nyumbani. Mtongoza? Na matibabu yake mimi ndo nayasimamia. Maanake nimemwekea uaminifu na ameniwekea uaminifu kwake. Yaani tumeaminiana. Kamdanganye beberu. Wewe mwanamke gani unaweza ukamtongoza akakukubalia hivyo ulivyo ndugu yangu? Ashakomsio matusi wala siwezi kuikosoa sana kazi ya Mungu. Lakini wewe mwanamke kitaka kuwa nawe labda awe amekuonea huruma. Lakini hivyo ulivyo mwanamke kabisa awe na akili labda ameelewa. Ndio anaweza kidogo akakukubalia. Mimi nachokifanya natoka hapa, naenda kumtongoza yule mwanamke na anakuwa mpenzi wangu. Ujue mimi nilikuwa nina mahusiano. Lakini hayo mahusiano yenyewe mpaka sasa hivi hayaeleweki. Ni bwana mpenzi wangu anaitwa Janeti, lakini Janeti mwenyewe mpaka sasa hivi kila nikiangalia naona kama vile kaniacha dilema. Kwa hiyo mimi ninachokifanya hapa, naenda namtongoza yule anakuwa mpenzi wangu, tunaanzisha mahusiano mapya. Umekwama. Wewe umekwama. Tupinge nini? Tuone nani atampata yule. Baba unajichosha tu, unajichosha. Unajichosha. Sawa, nitampata. Umpate. Tampata. Habari. Salama. Asante. Mimi bwana naitwa Daktari Chandimu. Nipo hapo hospitalini na kazi yangu mimi nipo kitengo cha broadcasting. Yaani broadcasting nimeongea Kiingereza samani. Broadcasting ni kitengo ambacho niko juu ya daktari. Yaani daktari anaanza tunapata sisi broadcasting. Sasa tusizungumze sana dada yangu. Mimi bwana mwenzako, kusema cha ukweli tu, nimetokea kukupenda. Umeona? Na katika kukupenda huku, nataka kutengeneza upendo ambao utakuwa kwenye shida pamoja na raha. Sasa wakati ambao unakuona wewe uko hapo ni wakati ambao una shida. Kwa hiyo kupenda wewe pamoja na shida zako. Wewe kama utakuwa na shida ile kweli mama, nitakupa shida yangu. Utakuwa mama moyo wako una shida, na kwa moyo wangu nakupa wewe. Umeona? Unajua kuna watu wengi wanataka kufuata kwa kutongoza, kwa sababu hospitali hakuna mgonjwa mzuri kama wewe. Na unapoendelea kupata afadhali ndio wao ilikuwa mzuri. Kwa hiyo mimi ninachokuahidi, namba zote za hospitali nitazishughulikia. Sawa Chandimu, nimekuelewa. Usiniite Chandimu, ita Daktari Chandimu. Sawa Daktari Chandimu, nimekuelewa. Sina ungesubiri nipone.
Sawa, wewe pona. Ukishapona, mimi naamini utapona. Na ukipona mimi naamini utaenjoy, si ndio? Mimi sitaki kukuchezea usichana wako, wala wewe usije kuchezea uvulana wangu. Nataka tutengeneze body relationship. Sawa? Ila kuna mwenzio hapa mfupi hivi katoka hapa sasa hivi ananiambia maneno kama yako, wananitaka. Hayo ni majaribu. Huyu jamani shangu anafanya kazi mochwari, anaoshaosha maiti kule mochwari. Achana naye. Hana utampeleka wapi yule? Hajulikana msimama au amepiga magoti pale alipo. Achana naye. Kuwa na mimi mama na kuahidi maisha mazuri ndani pamoja na nje hospitali mama yangu. Sawa? Sawa, nakuelewa. Hata mzuri sana kwa kweli. Na sasa umeomba Jumapili, Mungu katulia na shughuli ya kufanya, akaamua kutengeneza. Sawa, ina shida lake. Sawa. Haya. Habari yako na unaendeleaje? Salama, naendelea vizuri. Sawa. Mimi kwanza nikupe pongezi kwa uvumilivu wako, lakini jambo lingine pia nikupe pole. Kuugua ni moja ya vitu ambavyo vipo, ni ibada. Naelewa, lakini jambo lingine pia kwamba kikubwa ni kuzingatia pia kile alichokwambia daktari. Nesi ananiambia maneno yako ni mzuri sana kwenye matumizi ya dawa, lakini kikubwa pia ni kuzingatia kunywa maji mengi, kwa sababu unakuwa una fresh baadhi ya mambo kwenye mwili wako. Umeelewa? Lakini kubwa zaidi ni kwamba vitu ya mwisho utamalizia asubuhi. Baada ya hapo utakuruhusu uende nyumbani uweze kupumzika. Sawa daktari, nimekuelewa. Ila kuna madaktari wenzio, mmoja mfupi, mmoja anajiita Daktari Chandimu, wamenitongoza. Na sitoshe, mimi mgonjwa, nimekaaje? Sijakuelewa vizuri. Yaani hawa vijana wanakuja huko ndani wamekutongoza? Ndio, wanavaa nguo tofauti na wewe. Okay, sawa. Mimi nikuombe kitu kimoja. Ujue wa vijana pengine wamefanya kama ni masiara tu kwa labda kwa kuchangamsha, kutaka kuchangamsha kujua wewe ni mtu wa aina gani. Lakini kuna madaktari wanaofanya hivyo kwenye hospitali yetu. Na jambo lingine pia, ili jambo usilichukulie serious sana. Umeelewa? Niachie mimi, nitadili nao. Sawa daktari, nimekuelewa. Na hiyo siri yako pia usije kumwambia mtu yeyote. Sawa. Fungua pole. Asante. Wewe kama mwanamke, ni mwanamke hapo. Unatamani mwanaume mwenzio? Ongea basi. Hivi ni kipi kimekufanya ukatoka hapa ukaenda mpaka kwa yule mgonjwa kule, ukaenda ukamtongoza? Ingawaje hii ndio kuonyeshea na ndio mtu wa kwanza kuja kukwambia kwamba wale namba 4 kule kuna demu mkali amelazwa, lakini wewe pilipili usioia ile kuashia nini, ukatoka hapa ukaenda kule ukienda kumtongoza yule mwanamke, na unajua kwamba mimi nina malengo naye, nishaweka plani za kumtongoza, akipona awe demu wangu. Wewe kama lengo na wagonjwa ajibu. Okay. Lakini mimi ndio nimemwani. Kitu kufanya wewe uende kule kitu gani? Miguu. Hapo unadhani wewe mzee na wagonjwa. Wewe ni wapi? Mocha. Wala kati nani? Maiti. Haya huko. Hapo unafanya nini? Mimi kule nimefuata viuno. Wewe hii shughuli pevu. Yaani ni kama vile vyakula vya bwenini vinapikwa mafuta, umepata vya karanga uviache. Wewe unajua wewe nikikuchikia chekea. Unaweza kunipanda kichwa.
Kwa hiyo mnaona haitoshi kwamba maiti pale kuna nafasi ambayo imebaki, nataka mkae mzee. Demu washe mwenziwe. Aya, mimi na maswali mawili kwa. Swali la kwanza, ni nani alowapa ruhusa ya kutoka hapa mkaingia kwenye odi za wagonjwa? Usijitoe akili. Haya, ni nani alowapa ruhusa ya kuingia kwenye odi ya wagonjwa? Mimi daktari ratiba yangu ya siku ambayo naikumbuka, kuna maiti 4 ziliingia zile. Nikaenda kule nikaziosha. Nilipomaliza nikatulia kwenye kitengo changu cha mochwari. Mtu ambaye nilikuwa namuona anazurura huyu bwana. Tena hata wapo kija kujiandikisha huko mochwari, anajiita yeye daktari. Baada ya kujiita yeye ni mhudumu wa mochwari, anajiita daktari Kunze. Haya, wewe ni nani alokupa ruhusa ya kuingia kwenye odi ya wagonjwa? Nimetakiwa nisogeze kichwa changu huko niweze hapo moja. Nikiona huyu bwana zezi na wewe nyamaza, usijifanye unajua kuongea sana huyu. Mimi mwache.